Funzo la kuzaliwa kwa Yesu, hatua tatu. Mungu amenionyesha kama funzo hatua tatu. Kwa kuwa ni hatua tatu, ni somo refu, nimeligawa katika nafasi tatu. Nafasi ya kwanza nitaifundisha leo, nafasi ya pili nitaifundisha Jumapili, nafasi itakayofuata nitafundisha siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni nafasi tatu katika kuzaliwa kwa Yesu. Nafasi ya kwanza, sawa na tutakavyosoma neno la Mungu, inasema hivi: Herode wala hakutaka kumuua Yesu, wala hakutafuta kumuua Yesu. Imeandikwa Herode anataka kumuua Yesu, na neno limeandika amekimbilia Misri, amefanya nini sijui, amejificha kule, baba yake na mama yake, malaika amewaambia kimbia, Herode anataka Herode, yani jinsi Mungu alivyonifunulia katika habari hizo, Herode hatafuti kumuua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana asifiwe. Amen. Nafasi ya pili, mafunuo ya pili katika funzo kwa kuzaliwa kwa Yesu, inasema ukimpokea Yesu umepokea heshima na aibu. Yaani katika tendo la kumpokea Yesu unapokea vitu viwili. Unapokea heshima, lakini unapokea aibu. Haleluya. Haleluya. Ukipokea Yesu umepokea heshima na aibu. Hilo ni funzo la pili. Lakini funzo la tatu ni kwamba Yesu amezaliwa chini ya sheria ili awakomboe walio chini ya sheria. Yesu amezaliwa chini ya sheria ili awakomboe walio chini ya sheria. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sasa natamani nisifundishe, nisihubiri, nifundishe. Lakini sasa kufundisha nako ni kalama. Sisi tukasema sasa amesema nafundisha, mbona afundishe kama Mwariosi? Kufundisha nako ni kalama. Lakini kuna wakati unatakiwa ufundishe badala ya kuhubiri. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutaanza na hii hatua ya kwanza hii. Hatua ya kwanza. Herode hatafuti kumuua Yesu. Herode hatafuti kumuua Yesu. Fungua Injili ya Mathayo. Nitafundisha haraka haraka. Injili ya Mathayo. Mmefungua mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Sura ya pili. Herode hatafuti kumuua Yesu. Ndio kichwa unaweza kaandika, Herode hatafuti kumuua Yesu. Mathayo sura ya pili mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Naomba tusome. Injili ya Mathayo
sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Ndiyo. Biblia inasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda taratibu katika namna ya kujifunza. Herode hamtafuti Yesu kumuua. Kipande tulichokisoma kinazungumza habari za kuzaliwa kwa Yesu. Alafu ametajwa na Herode kwa habari kuu vinywani mwa watu, vichwani mwa watu, na namna Herode anavyohangaika kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Wengi tunadhani Herode anataka kumuua Yesu. Herode hataki kumuua Yesu, wala Herode hatafuti kumuua Yesu. Kichwa hiki kinakufikirisha sasa, maana yake nini? Tofauti yake ni nini? Sasa Yesu, Herode mwenyewe anasema anataka kumuua, lakini ujumbe wa Roho Mtakatifu leo anasema Herode hatafuti kumuua Yesu. Basi kaa kwenye utulivu na usikivu vizuri. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipozaliwa, taarifa za kuzaliwa kwake Herode alizipata kutoka kwa mamajusi. Ndio tunaanza somo hivyo na kichwa chetu. Taarifa za kuzaliwa kwa Yesu Herode alizipata kupitia kwa mamajusi. Sasa sawasawa na taarifa aliyoipokea Herode, Herode hakuwa na ugomvi wa kuzaliwa kwa Yesu. Herode hakuwa na shida na kuzaliwa kwa Yesu. Herode hakutafuta kumuua Yesu. Na Herode alipata taarifa za kuzaliwa kwa Yesu kupitia kwa mamajusi. Mamajusi wanakwenda kwa Herode, wanamuuliza yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalume. Hebu sema mfalume. Sema tena mfalume. Sema tena mfalume. Sema tena mfalume. Mfalume, ufalume ni cheo. Ufalume ni mamlaka. Ufalume ni ukuu. Wangekwenda kumuuliza Yesu amezaliwa wapi? Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangeuliza tu Yesu amezaliwa wapi? Anasema sasa wangapi wanazaliwa? Kwa nini mnauliza habari za Yesu, kuzaliwa kwa Yesu? Tafuteni. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Bwana sifiwe. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Sasa Herode hakutazama sasa ni nani amezaliwa. Akatazama neno mfalme. Akawa anamtafuta mfalme, hamtafuti Yesu, anamtafuta mfalme. Ni ngumu nilivyoanza, lakini mtanielewa. Mtanielewa tu.
Ni ngumu, nimeanza kwa ugumu kidogo, lakini mtanielewa. Kilichomtisha Herode, kilichomfanya Herode afadhaike, sio Yesu kuzaliwa, bali mfalume. Haleluya! Mfalume. Hata asingekuwa Yesu, hata ingekuwa Zakayo, hata ingekuwa Mathayo, hata ingekuwa Grayson, hata ingekuwa nani, Bwana Yesu asifiwe, kama angebeba ufalme, kama ingetamka neno ufalme, unaambatana naye, unaandamana naye, amebeba ufalme, kwa angeutafuta ufalme. Nani aliyebeba ufalme? Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Walipomuuliza vile, akafadhaika sana Herode, akatafuta ushahidi, kwa sababu hilo neno ufalme lilimkosesha usingizi, likamnyima raha ya ufalme, likamnyima kabisa. Hakuwa na amani. Si kwa sababu Yesu amezaliwa, ni kwa sababu ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Na huko mbele mtaelewa tu. Ukisoma mstari wa 4 na wa 6, hebu endelea kusoma mstari wa 4 na wa 6. Mstari wa 4 na wa 6. Mstari wa 4 na wa 6, Biblia inasema, ndiyo, akakusanya wakuu wa makuhani wote, akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, ndiyo, akatafuta habari kwao, ndiyo, Kristo azaliwa wapi? Ndiyo. Nao wakamwambia, ndiyo, katika Bethlehem ya Uyahudi, ndiyo, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, ndiyo, nawe Bethlehem katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, ndiyo, kwa kuwa kwako atatoka mtawala, atakaye wachunga watu wangu Israeli. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Sasa ameambiwa yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi. Sasa hapo kumbuka, hamtafuti Yesu. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi, hata kwa jina lolote lile? Akafadhaika, akaanza kufanya utafiti, akawaita wazee na waandishi wote pale, baraza zima imekaa. Jamani, nimepata taarifa, sijui nini nimepata taarifa hizi, yuko wapi? Kuna mamajusi wamepita hapa, wamesema yuko amezaliwa mfalme wa Wayahudi. Yuko wapi huyu anaitwa Kristo? Yuko wapi? Na Kristo maana yake ni Masihi, mpakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Yuko wapi huyu mpakwa mafuta zaidi yangu? Mimi ndiye niliyepakwa mafuta kuliongoza kama mfalme wa taifa hili. Yuko wapi? Sasa kibaya ni kwamba wale wazee wa Kiyahudi wakasema, ni kweli yupo, kwa sababu hili neno lilitoka kwa kinywa cha nabii akisema, Bethlehem hu mdogo kama katika majumbe wa Yuda, maana kwako atatokea. Haleluya. Sasa kuna neno lingine baya zaidi ambalo liligonga msumari mwingine katika moyo wa Herode. Anasema atatokea mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Mamajusi wamesema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Lakini nabii alisema atatokea mtawala. Kumbuka Herode ndio mfalme, kumbuka Herode ndio mtawala. Anasema atatokea mtawala atakayeliongoza taifa langu Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hamtafuti Yesu, anamtafuta mfalme, anatafuta tena mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Alighadhabika. Fundisho linasema alighadhabika sana, akakasirika, akachukia. Akatafuta sasa, sio kumtafuta Yesu,
sio kumtafuta Yesu. Kwa kuwa ni habari za ufalme, anatafuta huu ufalme akutane nao, auangushe kabla hujasimama. Anahangaika na ufalme, kumbe kuna ufalme mwingine umekuja, kuna mfalme mwingine umekuja. Sasa nimtafute huyo aliyebeba ufalme utakao kuwa badala yangu, utakao kuwa zaidi yangu, ni uangushe ufalme. Kwa hiyo alikuwa anatafuta ufalme, anatafuta kuuangusha ufalme. Lakini asijue kwamba ufalme anaotafuta kuuangusha, ambao umetajwa kwa habari za huyo anayezaliwa, kwamba ni Yesu, ni Kristo, ni mfalme, ni mwenye mamlaka, ataliongoza taifa la Israeli, akatafuta auangamize. Asijue kwamba ufalme aliopewa huu hakuna mtu awezaye kuuangamiza. Fungua kitabu cha Danieli. Fungua kitabu cha Danieli. Fungua kitabu cha Danieli sura 7. Danieli sura 7. Danieli sura 7. Danieli sura 7. Kitabu cha Danieli sura 7. Yesu ni mfalme. Yesu ni mwenye mamlaka. Ametumwa kuliongoza taifa la Israeli kama mwenye mamlaka. Sasa ufalme huu na mamlaka hii inatangazwa juu ya mamlaka nyingine. Na Herode ndiye mwenye mamlaka na ndiye mfalme wakati ule. Yesu anazaliwa, Herode ndiye mfalme. Herode ndio mwenye mamlaka, lakini inatangaza mamlaka nyingine juu yake. Maana yake ni mapinduzi. Aliona haya ni mapinduzi. Sasa anawinda ufalme huu unatoka wapi? Umekaa kwa nani? Ni uangushe ufalme. Kwa hiyo anahangaika katika kuuangusha ufalme. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Danieli sura 7 mstari wa 13. Mstari wa 13. Mstari wa 13 hadi mstari wa 14. Danieli 7 mstari wa 13. Ndio, soma taratibu. Hadi wa 14. Biblia inasema, nikaona katika njozi za usiku. Huyo ndio nabii Danieli anasema, nikaona katika njozi za usiku, natazama mtu aliye mfano wa mwanadamu. Hebu anza tena, maana pale kuna kitu sijui kama Biblia yako au ya kwangu ni tofauti na kwako. Anza tena. Nikaona katika njozi za usiku. Ndio. Natazama. Ndio. Mmoja aliye mfano wa mwanadamu. Ndio. Akaja pamoja na mawingu ya mbingu. Ndio. Akapewa mamlaka. Ndio. Na utukufu. Ndio. Na ufalme. Ndio. Ili watu wa kabila zote. Ndio. Na taifa zote. Ndio. Na lugha zote. Ndio. Wamtumikie. Ndio. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele. Ndio. Ambayo hayatapita kamwe. Ndio. Na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Daniel anasema, nikaona katika njozi ya usiku, natazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu. Yesu alizaliwa katika mwili kama mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu kweli kweli, lakini alizaliwa kama mwanadamu. Alitokea kama mwanadamu, aliuvaa mwili wa kibinadamu, ndivyo alitokea, akatoka kama mwanadamu. Sasa katika tukio hili Danieli alionyeshwa, alimuona mtu mwenye sura kama mwanadamu, amepewa ufalme, amepewa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe tena. Akamkaribia huyo mzee aliyempa mamlaka, akamleta karibu naye. Sasa mstari wa 14 unasema, naye akapewa mamlaka. Huyo sasa aliye mfano wa mwanadamu, aliyetokea kwa mfano wa mwanadamu, akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe,
na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Herode anamtafuta si Yesu, anatafuta ufalme ndani ya Yesu ili apate kuangamiza. Asijua ufalme wake huwezi kuangamizwa. Sijui kama mtanielewa. Hebu fungua tena ile, rudi tena Mathayo sura ya 2. Rudi tena kwenye Injili ya Mathayo sura ya 2. Labda hapa mtanielewa kidogo. Mathayo sura ya 2. Rudi tena kwenye Mathayo sura ya 2 pa. Mathayo sura ya 2. Mstari wa 13 hadi 15. Injili ya Mathayo sura ya 2 mstari wa 13 hadi wa 15, Biblia inasema, ndio. Na hao walipokwisha kwenda zao, ndio, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto. Ndio. Akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake. Ndio. Ukimbilie Misri. Ndio. Ukae huko hata nikuambie. Ndio. Kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Ndio. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku. Ndio. Akaenda zake Misri. Ndio. Akakaa huko hata alipokufa Herode. Ndio. Ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri na alimuita mwanangu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Endelea mstari wa 16. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi. Ndio. Alighadhabika sana. Ndio. Akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwa huko Bethlehemu na viungani mwake mote. Ndio. Tangu wenye miaka 2 ndio na waliopungua. Ndio. Kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi. Basi si hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hii sentence ndiyo inaoleta kila kichwa kwamba Herode hamtafuti kumuua Yesu. Anachokitafuta ni kuangamiza ufalme. Na ufalme anaotafuta kuangamiza ni ufalme ambao hauwezi kuangamiza kwa mujibu wa nabii Daniel. Na mamlaka yake hakuna wezaye kumnyang'anya kwa mujibu wa nabii Daniel. Sasa yeye asijue kwamba ni ufalme usioweza kuangamizwa, akawa anajitahidi atatafuta ama auangamize ufalme. Si kwa Yesu. Kwa nini? Alipoona mamajusi aliwaambia mniletee taarifa zake, wamemtoroka. Na Yesu hamuoni, Kristo hamuoni. Angekuwa ni kumtafuta Yesu sio ufalme, asingewagusa watoto wote. Nisikilize vizuri. Akaanza kuua watoto wote. Yaani ikusakisha hapa walipo wanafiare. Anamchukua mtoto anamchinja, hauma ufalme. Achukua mwingine chinja, hauma ufalme. Chinja watoto wote kuanzia miaka 2 kushuka chini. Akachinja. Kumbe Yusufu na Mariamu wameambiwa na malaika kwamba kimbia nenda Misri. Kwa sababu Yesu huyu Herode anataka amwangamize mtoto. Haleluya. 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 Herode kumwangamiza mtoto si kwa sababu ni mtoto Yesu. Anamwangamiza mtoto kwa sababu ametajwa kuwa mfalme. Kwa kuwa hakumpata sasa huyu aliyetajwa kuwa mfalme, amejificha na hawezi kumtambua. Akatafuta kwa watoto wote kuwaua. Anatafuta nini? Ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Waimbaji katika wimbo wa Christmas hapa mwishoni wanasema fungua moyo wako
Yesu azaliwe ndani yako, akomeshe kilio, akomeshe uchungu, akomeshe machozi, akomeshe huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa kama huyu ndiye Yesu mwenye ufalme ambaye wewe unatakiwa umpokee leo, akomeshe haya yote yaliyotajwa kwa Roho Mtakatifu, aondoe haya yote yaliyotajwa. Lakini kumbuka, ndiye aliyebeba ufalme na Herode bado anamtafuta. Kwa hiyo akiingia kwako, wewe ni adui wa Herode. Biblia inasema, Yesu mwenyewe alifundisha akisema, kila aliye rafiki wa dunia ni adui wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kila aliye rafiki wa Mungu ni adui wa dunia. Kristo amezaliwa. Kristo amezaliwa. Kristo amezaliwa. Kristo amezaliwa. Huyu ndiye Yesu. Huyu ndiye mfalme. Huyu ndiye mwenye mamlaka. Kwa mujibu wa Daniel, mamlaka na ufalme wake haviwezi kuangamizwa. Leo wewe kama kanisa unaambiwa mpokee Yesu, aingie kwako. Maana yake ufalme uingie kwako. Maana yake mamlaka yaingie kwako. Maana yake wadui uingie kwako. Dhidi ya dunia. Hakuna atakayekupenda. Dunia haitakupenda. Adui atakuchukia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Umembeba Yesu, umebeba ufalme. Haleluya. 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 Utachukiwa na dunia, utachukiwa na wafalme, utachukiwa na viongozi. Na roho hii, soma kitabu cha Samueli. Soma kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Sura 18. Samueli wa kwanza sura 18. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 18. Umepata? Umeandika? Haya, soma mstari wa 6. Soma mstari wa 6. Samueli wa kwanza hadi mstari wa 9. Sura ya 18 mstari wa 6 hadi wa 9. Ndio. Biblia inasema, hata ikawa walipokuwa wakienda, hapo Daudi aliporudi baada ya kumuua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba na kucheza, ili kumlaki mfalme Sauli. Ili kumlaki mfalme. Zingatia sana hapa. Uzingatie sana hapo. Umeme umekatika. Zingatia sana. Ili kumlaki mfalme. Anza tena, rudia. Hata ikawa walipokuwa wakienda, hapo Daudi aliporudi baada ya kumuua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba na kucheza, ili kumlaki mfalme Sauli. Ndio. Wakatoka na matari na shangwe na vinanda. Nao wale wanawake wakaitikiana wakicheza. Ndio. Wakasema, ndio, Sauli amewaua 1000 zake. Ndio. Na Daudi 10,000 yake. Ndio. Basi Sauli akaghadhabika sana. Ndio. Na maneno haya yakamchukiza. Akasema, wamempa Daudi 10,000 na mimi wamenipa 1000 tu. Kuna nini tena awezayo kupata isipokuwa ni ufalme? Sauli akamwonea Daudi wivu tangu siku ile.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Herode hamtafuti Yesu kumuua. Herode anatafuta ufalme kuangamiza, kwa sababu Yesu ametoka kuwa mfalme, lakini asijue kwamba ufalme aliobeba Yesu na mamlaka hauwezi kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akiwa amefichwa huko, amekimbizwa huko, Herode asimpate, akawainukia watoto wote, akawaua na kuwachinja watoto wote wa kiume kuanzia miaka 2 na kushuka chini. Maana yake nini? Anatafuta nani aliye mfalme, anatafuta kuangusha ufalme ili abaki yeye kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa cha kutisha ni hiki kwetu na cha amani ni hiki kwetu. Huyu Yesu aliye mfalme, huyu Yesu aliye na mamlaka, ndiye leo tunaagizwa kama fungua moyo wako aingie kwako. Maana yake hataingia kwamba atauacha ufalme, hataingia kwamba ataacha mamlaka. Akiingia kwangu utakuwa mfalme, akiingia kwangu utakuwa mwenye mamlaka. Hakuna kitakachosimama mbele yako. Ndio maana siku zote nifundishapo kwamba ninyi ni watumishi pamoja na mimi. Kwa nini? Yesu yu ndani yako, una mamlaka. Haleluya, 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 haleluya kanisa. Sasa hii roho ndio iliyo kwa ufalme. Wewe ukimpokea Yesu, mamlaka ikiingia kwako, ufalme ikiingia kwako, dunia itakuogopa. Lakini dunia pia itakuonea haya, itakuonea aibu, itakuwinda. Wafalme na wakuu watakuwinda, kukuua. Sauli alikuwa mfalme. Daudi akiwa kijana tu mdogo, lakini aliyepewa mamlaka na ufalme ndani yake, ameubeba ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ikatokea, siwezi kwenda mbali sana, mnajua. Ikatokea vita kati ya Israeli na Wafilisti. Sasa kulikuwa na jitu kubwa lenye miraba 4, Goliati, ambaye Sauli asingeweza kupigana naye. Lakini Daudi alisimama. Bado Sauli ni mfalme. Daudi alisimama kwenda kupigana na Goliati. Daudi akampiga Goliati, akaangushwa, akafa, akakata kichwa, akakibeba kukipeleka kwa Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Israeli waliposikia kwamba Daudi amemuua Goliati, wanawake wakaandamana kwenda kumpokea Sauli. Sio Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuandamana kwenda kumpokea Daudi. Wanaandamana kwenda kumpokea Sauli. Niwaambie kitu. Mimi hapa ni kiongozi wa huduma, si ndio? Amina. Atakachokifanya mchungaji Mwang'onda, atakachokifanya mchungaji Mwaliosi, dunia itasema Mwakenda amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Hata ninyi kitakachofanyika kwenu bado nasema Mwakenda amefanya. Haleluya. Na taarifa zingine ambazo zote zimeenea huko, wanadhani Mwakenda amefanya, lakini kumbe watumishi wasaidizi wangu wamefanya. Haleluya. Sasa ndivyo ilitokea kwamba Daudi amemuua Goliathi chini ya mfalme Sauli. Watu wanainuka kwenda kumpokea Sauli na kumpongeza Sauli, na waliimba wimbo usio na kinafi, wakasema hebu sema unafiki. Sema tena unafiki. Sasa ule wimbo ambao ndio ulioharibu moyo wa Sauli. Wala Sauli hakufikiri hata siku moja kwamba atamuua nani Daudi. Lakini wimbo wa wanawake ndio ulioharibu, kwa sababu waliimba bila unafiki. Walisema Daudi ameua maelfu, Sauli ameua mamia. Sasa Sauli anasema ndivyo ninavyoimba. Ofisi anafikiri kwa Daudi. Pote kwa na unya sana. Sasa kaanza kumtafuta Daudi. Kwa nini? Ni kwa sababu ya ufalme wake. Haleluya. Wametishia ufalme wake. Anatishia ufalme wake. Ndivyo ilivyo hata kwa makanisa. Ndivyo ilivyo hata kwa serikali. Usifikiri serikali wakati mwingine Rais Samia anapangua mawaziri.
huyu hamfai, njoo wewe, hamfai. Kuna ameona tisho kwake, ameona kwake kunyume naye, ameona tisho kwake. Amina baba. Haleluya, haleluya. Ndivyo ilivyo atakaloza watawala wa dunia hii. Kama unamwona mtu anakwenda kugusa ufalme wake, huyo ni mbaya wake. Kama unamwona mtu anapigiwa kelele, umefanya vizuri sana, umefanya vizuri sana. Sasa kama anafanya vizuri, nini kimebaki? Simatambana ufalme wangu, nimwangamize kabla jambo ufalme wangu. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanisani vivyo hivyo, hiyo roho imesimama ya Sauli, ya ufalme, ya Herode. Wako maherode kanisani. Wako maherode kanisani. Roho za Mungu zinapoinuka kwa wadogo, maherode kule juu wanafadhaika, wanaanza kushambulia, wanaanza kuua. Wako maherode makanisani. Haleluya. Wako masauli makanisani. Kwa hiyo Herode si kwamba imtafuta Yesu, ni kwa sababu ya ule ufalme, kwa sababu ya yale mamlaka, yaitisha ufalme wake, yaitisha mamlaka yake. Wakataka muue ili ufalme ufe. Abaki nao. Sasa hivi kuna kampeni huko zinaendelea Uganda. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kampeni za uchaguzi zinaendelea nchini Uganda. Kwa sisi tunashuhudia kwenye mitandao ya kijamii, kuna yule kijana ambaye ameinuka na yeye kugombea. Haleluya. 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 Ameinuka na yeye kugombea, maarufu kwa jina la Bobi Wine. Ukiangalia umati wa watu wanaokwenda kumpokea, wa watu wanakwenda kumsikiliza, wa watu wanakwenda kumpongeza, ni mkubwa kuliko umati wa watu wanamfuata rais aliyepo madarakani sasa. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya tena. Serikalini ukiwa mtawala hauko tofauti na Herode. Ni Herode tu. Serikalini ukiwa mtawala hauko tofauti na Sauli. Ni Sauli tu. Hii roho bado inatembea kwa utawala, bado inatembea kwa ufalme wakati wote. Makanisani wako maskofu, wako viongozi, si manabii, wale wote wa juu ya wengine. Ile roho ya Sauli inakaa kwao, ile roho ya Herode inakaa kwao. Usifikiri mtu anamtafuta kwa jina, hapana. Wakati mwingine anaweza kama matenda, ufalme ukaonekana kwake, lakini mkuu atakapokuwa ameona ufalme huu, wakati mwingine anaweza kuwa Zakayo au nani, si Mafilombe. Kwa mtu huwezi kushambuliwa kwa kuwa wewe ni Makenda, huwezi kushambuliwa kwa kuwa wewe ni Robert, huwezi kushambuliwa kwa kuwa wewe ni Mwang'onda, huwezi, bali ufalme. Haleluya. 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 Haleluya kanisa. Bali ufalme. Kila anayeonekana kuwa tishio ya ufalme lazima upambane. Na hata ukikosa roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukikosa roho wa Mungu. Na ndio maana Biblia pia inasema kwa Warumi kwamba utawala hata wa dunia ni Mungu anauweka. Ni mamlaka zote zinatoka kwa Bwana. Sasa hizi mamlaka lazima zijue kwamba zimetoka kwa Bwana. Kwa Bwana anamuinua mpendaye, anamshusha mpendaye. Kama ni Bwana anamuinua mpendaye, anamshusha asiyependa. Haleluya. 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 Haleluya kanisa. Haleluya. Hamtafuti Herode, hamtafuti Yesu, anatafuta ufalme. Anatafuta ufalme. Sasa wewe ukimpokea Yesu leo, maana yake umepokea ufalme, maana yake umepokea mamlaka. Utakuwa adui wa shetani, atakutafuta, atakushambulia ili akuangamize. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Yesu alipokuwa amezaliwa pamoja na ufalme na mamlaka,
lakini kwa sababu ya kutopatikana kwake amejificha, akaanza kufyeka watoto wengine. Hali kadhalika hata wewe hapa kanisani, kama wewe ni mchungaji, wewe ni msaidizi wangu, utakapoinuka na watu wakakufuata, nikikukosa wewe nitawatafuta walio karibu na wewe, nitawatafuta wanaokusapoti, wanaoimba jina moja, wale wamama wale. Wimbo ulikuwa wimbo si wa kinafiki, maana ziko nyimbo za kinafiki makanisani, ziko nyimbo za kinafiki serikalini, wanapaka tu mafuta katika jambo ambalo si lenyewe, wanaacha kusema ukweli, wanasema uongo. Sasa wale wamama walisema ukweli kwamba Sauli ameua mamia, Daudi ameua maelfu. Haleluya, 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 haleluya. Ndio maana nafasi ya pili ambayo ni ya fundisho katika kuzaliwa kwa Yesu, kichwa kinasema ukimpokea Yesu umepokea heshima na aibu. Umepokea heshima na aibu, vyote vilikuwa kwake. Kwa ukimpokea Yesu umepokea heshima na aibu. Uwe tayari kukabili vyote kama Yesu alivyokabili. Alikabili aibu hata msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Alikabili aibu hata msalabani. Uwe tayari kupokea vyote. Haleluya, haleluya, haleluya. Na shahidi wa kweli wa Yesu Kristo katika mapito yake, katika utumishi wake, alikuwa Mungu. Wakati wote akizomewa alikuwa anamuinulia macho Yesu, anamuinulia baba yake. Akipigwa anageuka, anamtazama Yesu, anamtazama baba yake, anamwona baba yake, anamtazama, anamtia moyo, anamtia nguvu, anaendelea na safari japo ngumu, lakini bado anaendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe. Hata hivyo katika mapito yako ukimpokea Yesu, mtazama yeye aliyekutuma, mpokee yeye ambaye amekupa Yesu huyo. Usitazame watu wengine, wala usisikilize wanasema nini, mtazame yeye aliyekuita. Haleluya, 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 haleluya. Hata wakuneneje, lakini kwa kuwa wanakunenea kwa sababu ya yule aliye ndani yako, basi huyo kwa kuwa alikabili aibu utakabili aibu, kwa kuwa alikabili matatizo utakabili matatizo, alikabili adhabu utakabili adhabu, kisha utukufu wa Bwana utazuka juu yako kama ulivyokuwa kwa Yesu Kristo. Mpokee Yesu, mpokee Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kile tasoma kaza Herode alikuwa mtafuti Yesu, atafuta kuuangamiza ufalme, kwa atakutafuta na wewe. Kwani wewe ni Yesu? Hapana, kwa sababu Yesu atakuwa ndani yako. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mpokee Yesu, abadilishe maisha yako, akupe ufalme, akupe mamlaka, utakuwa mwenye mamlaka. Na ndio maana mara nyingi adui akiinuka, ukiwa na Yesu, mamlaka zao zina bounce, wanaanguka, wanashindwa. Kwa sababu gani? Una mamlaka ya Yesu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Ufalme ni mamlaka. Ndio maana nimegusia hata serikalini, kwa sababu ufalme ni mamlaka na serikali ziko mamlaka. Na ndio maana Paulo kwa Warumi anasema mamlaka iliyopo imetoka wapi? Kwa hiyo lazima mamlaka zilizopo duniani zijue zimetoka wapi? Kwa Mungu. Hata hapa kwetu kanisani yuko mmoja ambaye yuko kwenye system hiyo, lakini anaamini kwamba mamlaka nilionayo imetoka kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Sasa kama mamlaka kama imetoka kwa Bwana, ndiyo roho ya Sauli inapoinuka. Mwingine akiinuka, unaweza wakati mwingine umemteua wewe mwenyewe, Niwaambie kitu, kiongozi yeyote anayelinda mamlaka yake, anayelinda ufalme wake, hata kwa yule anayempenda leo, kesho atamchukia. Inategemea nyimbo zitakazoimbwa kama si za kinafiki. Kwa sababu utakuwa unafanya mwangonda, Makenda ameua, unageuza, ameua maelfu, unamnyima haki yake. Tamka kama ilivyotokea, alafu hiyo ya mfalme huyu. Na ndivyo inavyojitambulisha roho ya mfalme huyu. Haleluya, haleluya. Nililete kwenye maisha yenu sasa, nilete kwenye maisha yenu. Mnakwenda kumpokea Yesu, mtakuwa maadui.
ulimwengu. Mtakuwa madui wa watu. Wataanza kuwanenea magumu. Wataanza kusema siku hizi ikiiwana masikwaga na bahati mzuri kwenye huduma yetu. Tangu tumeamia kwenye huduma hii, tunapendeza, tuna nawili, tuna ng'ara. Kwa nini? Yesu ametung'arisha juu ndani yetu. Hata tukipita kwenye magumu, bado anatupa ujasiri. Anatuhakikisha kwamba tunaweza. Haleluya. Haleluya. Anatuhakikisha kwamba tunaweza kupita. Kristo amezaliwa. Kristo amezaliwa. Kristo amezaliwa. Kristo amezaliwa. Hivi injili wamesikia watawala nini? Mbona wanakatakata umeme? Haleluya. 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 Basi kwa nini uogope kumpokea Yesu sasa? Kwa nini usifanye maamuzi hayo ya kumpokea Yesu? Kama kumpokea Yesu ni ufalme, kama kumpokea Yesu ni mamlaka, kwa nini uogope? Hutaki kuwa mwenye mamlaka? Unajua, hujui tu. Sasa hivi ukipita, akikuona anapita pembeni na kupisha. Haleluya. Usifikiri kwa nini anakupisha, una utisho. Una utisho. Siku hizi ukipita tu, wakikuona na kusanyika wawili watatu. Kwa nini? Una utisho. Haleluya. Haleluya. Una utisho. Simama katika nafasi ya utisho. Simama na Yesu wako. Simama kama mtu mwenye mamlaka. Kuna somo tujifunza. Unapotumika usitengane na mamlaka. Kwa maana ya wewe hapa, mamlaka pale. Hapana, wewe ndio mamlaka. Wewe ndio mamlaka. Hata unaposimama kwa hudumu, wewe ndiye mamlaka. Kwa nini? Kwa sababu Yesu yu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Herode hamtafuti Yesu. Herode anatafuta ufalme. Anatafuta kuangamiza ufalme. Anatafuta kuangamiza mamlaka. Lakini hajui kwamba ufalme na mamlaka vilivyo kwa Yesu hakuna awezaye kuangamiza. Hata afanye nini, hawezi kuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama uwezo wa kuangamiza ufalme wa Yesu moyoni mwa mtu ama ndani ya mtu ungekuwa kwa mwanadamu, sisi sote tusingesimama leo. Maana wapo walioinuka kutulaani, wapo walioinuka kutuharibia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu amesimama upande wetu, anaendelea kuinua huduma yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mpokee Yesu leo. Unajua, hata kama ni mdogo sana, hata katika mambo ya familia haya. Hebu mwache hajakuelewa. Hajakuelewa bado. Hebu tulia na wewe, hujamuelewa bado. Basi hebu malizia kwanza neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiwa mdogo sana kwenye familia, lakini kwa Yesu una mamlaka. Ukiwa na Yesu una mamlaka. Hata wakuzonge vipi, wakuzingire vipi, na maneno magumu kunene, ukiwa na Yesu una mamlaka. Haleluya. 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 Kumbuka ufalme wako hauangamizwi. Amina. Ndivyo nabii Danieli alisema, ufalme wako hauangamizwi. Wanaotafuta kukuangamiza hawajui kwamba ufalme wa Yesu ndani yako hauangamizwi. Ndio maana kila wakija wanakutana na moto wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Endelea kusimama, endelea kumpokea Yesu, endelea kutembea kifua mbele, na leo ni historia ya wokovu tena. Yesu amezaliwa, anataka ingie moyoni mwako. Sasa kiingia moyoni mwako maana yake sasa sijui wewe unasita kwa nini? Ni kitu cha imani. Kwa nini usite wewe sasa kusimama kama mtumishi, kama Yesu yuko ndani yako? Amina. Usiwe mtu wa kulialia tena. Naomba tusimame.